Wanasema kidonda cha mwili kikipata dawa kinapona, lakini kidonda cha moyo hakihitaji bandeji, kinahitaji muda na maamuzi magumu. Kumsahau mtu uliyempenda ni kama kujaribu kuacha uraibu wa dawa za kulevya. Akili yako imeshazoea dozi ya huyo mtu na sasa inateseka kwa sababu dozi hiyo haipo tena. Leo sitakuambia sahau tu, maana najua inauma. Nitakupa hatua 5 za kisaikolojia zitakazokusaidia kupona na kuanza maisha mapya bila huyo mtu kukutesa tena kichwani. Kaa nami mpaka mwisho, maana hatua ya 5 ndiyo inayowashinda wengi. Jambo la kwanza, sheria ya kukata mawasiliano, no contact rule. Huwezi kupona kidonda kama kila siku unakichokonoa. Kila unapoangalia picha yake au kuona meseji yake, unarudisha mchakato wa kupona nyuma kwa 100%. Mfano, unajifanya umemwacha, lakini kila baada ya masaa mawili unaingia kwenye status yake ya WhatsApp kuona kaposti nini, au unaingia Instagram kuona kamposti nani. Huku ni kujitesa. Cha kufanya, mfute, delete, mblock au mute kwa muda. Sio kwa sababu una chuki, bali kwa sababu unahitaji amani ya akili. Macho yasipoona, moyo huanza kusahau taratibu. Jambo la pili, acha kuitakasa kumbukumbu, yaani kukumbuka mazuri tu uliofanyiwa. Binadamu tuna tabia ya kukumbuka mazuri tu ya mtu tunayemlilia na kusahau kwa nini mliachana. Unakumbuka vicheko, unasahau machozi aliyokusababishia. Mfano, unakaa kitandani unalia ukikumbuka jinsi alivyokuwa anakuita malkia au mfalme, lakini unasahau jinsi alivyokuwa hakujibu meseji zako, alivyokuwa anakudharau au alivyokusaliti. Suluhisho: andika orodha ya mambo yote mabaya aliyokufanyia na sababu zilizofanya mshindwane. Kila unapomkumbuka kwa wema, soma hiyo orodha. Itakukumbusha kuwa huyo mtu hakuwa sahihi kwako. Jambo la tatu, kubali maumivu. Feel the pain, then release it. Kukataa kuwa unaumia ni kujidanganya. Saikolojia inasema grief au huzuni ni lazima ipite kwenye hatua zake. Mfano, usijifanye mbabe au mshari kwa kwenda club na kulewa ili usahau. Pombe ikiisha, maumivu yanarudi mara 2 yake. Cha kufanya, lia kama unataka kulia. Ongea na rafiki mmoja unayemwamini, lakini jiwekee ukomo. Sema, nitalia wiki hii, lakini wiki ijayo nitaanza kusimama. Usiruhusu huzuni kuwa anwani yako ya kudumu. Jambo la 4, jishughulishe na mimi mpya. Reinvent yourself. Mara nyingi unamkumbuka mtu kwa sababu kuna shimo kwenye ratiba yako ambalo yeye alikuwa analiziba. Mfano, ile saa ambayo mlikuwa mnapiga simu usiku, sasa hivi mmejikuta huna cha kufanya. Hapo ndipo pepo la kumkumbuka linapoingia. Suluhisho: tafuta hobi mpya. Anza mazoezi, gym, jifunze kupika chakula kipya au anza biashara ndogo. Jaza ratiba yako na mambo yanayokupa maendeleo. Ukijipenda na kujiendeleza, utaanza kuona kuwa huyo mtu alikuwa anakurudisha nyuma. Jambo la mwisho, usikurupuke kuingia kwenye mahusiano mapya. Hii ndiyo hatua inayowaangusha wengi. Unadhani dawa ya moto ni moto, kumbe unazidisha janga. Mfano, umeachwa leo, kesho unatafuta mwingine ili umkomoe ex wako au uzibe pengo. Matokeo yake, utamlinganisha huyo mpya na wa zamani na utazidi kuumia. Suluhisho: kaa peke yako kwanza. Ponya moyo wako uwe safi kabla ya kumkaribisha mtu mwingine. Mapenzi mapya hayaponyi jeraha la zamani. Muda na kujipenda ndivyo vinavyoponya. Dada yangu, kaka yangu, moyo wako ni kama bustani. Ili maua mapya yaote, lazima ungoe magugu yaliyokauka. Yule aliyekuacha sio wa mwisho duniani, bali amepisha nafasi ya yule atakayekuja kukuheshimu na kukupenda kwa dhati. Usilie kwa sababu kimeisha, tabasamu kwa sababu kimekupa somo la kuwa imara zaidi. Thamani yako haikupotea pale alipoondoka. Thamani yako ilibaki pale pale, ni yeye tu aliyepoteza uwezo wa kuiona. Karibu kwenye grupu langu la WhatsApp, namba chukua hapo kwenye screen. Ciao.